Hivi kaka, ni kwa nini muda ule ulinizuia nisiseme ukweli juu ya jambo dada yetu mbele ya ule kijana? Ndugu wangu, nilifanya vile makusudi, na sikufanya vile eti kwa kuwa muda ulikuwa umekwisha. Hapana, ila hili jambo linatakiwa libaki kuwa ni siri kati yangu mimi na wewe. Itatusaidia kwamba tutaonekana hakuna chochote kibaya tunachomfanyia ndugu yetu Chimpa. Sasa mmenielewa? Kwani kaka, kuna ulazima gani wa kumlazimisha dada yetu aolewe na mtu asiyempenda? Nainua macho yangu juu, naiona taswira ndoto zako. Alosema mapenzi pesa ananitesa, au sababu ya umasikini wangu. Alosema mapenzi pesa ananitesa, au sababu ya ndugu zangu. Sawa, nimeamini walikikulacho kinguoni mwako. Sawa, nimeamini sababu ya emotion. Hivi wewe ni nani? Na unataka nini kutoka kwangu? Umewezaje kuingia ndani kwangu na kufahamu sehemu ambayo mimi nahifadhi ufunguo? Haitoshi, wewe unaamini vipi kuwa mimi ni mtu sahihi wa kusaidia wewe? Nadhani hujaelewa nini ninachokimaanisha. Issue ni kwamba tutakapokuwa tumekamilisha swala la ndoa baina yetu sisi na familia ya Chifu P, tutakuwa tayari tumeshakuwa ni ndugu. Na hauoni kama kuna mafanikio sisi tutakayoyapata? Tumia akili. Kwanza kabisa utangulize samahani kwa kuvunjia heshima kwa hiki nilichokifanya. Mimi naitwa Chifu na ndugu zangu wawili ambao hao walihitaji kuniozesha kwa mwanaume ambaye mimi sijamlizia, hivyo nikachukua jukumu la kutoroka nyumbani.
Pole sana, lakini sio wazo zuri wewe kutoroka nyumbani alikuwa unatambua wewe bado msichana. Huoni kama inaweza kuwa hatari kwa upande wako? Lakini pia unawezaje kutegemea msaada kutoka kwangu hali ya kuwa hunifahamu? Pindi ndugu zangu walipokuwa wakinitafuta, nilikuwa nikiwafuatilia taratibu, nikakuona wewe kali kutoka, moyo wangu na fikra zangu zikanituma moja kwa moja kuwa unaweza kunisaidia. Kwa hiyo ina maana leo toka hapa ndo ndugu zako? Sikizeni niambie kitu. Nishote mlichonifanyia sio ustaarabu hata kidogo. Yaani kitendo cha nyinyi wawili kufika hapa bila taarifa. Nimeamua kuwa mpole. Lakini haitoshi, umeamua kuingia ndani kwangu. Yaani okay, haina shida. Sawa. Ni hali ya kawaida inayomtokea kila binadamu. Sasa naweza mkanipatia picha yake na namba yenu ya simu. Pindi nitakapompata tajitahidi sana kuonesha ushirikiano. Halo, ani mwenzangu? Ni mimi Badi. Oh, rafiki yangu. Vipi, kuna chochote kinachoendelea? Samani. Muda ule umenipatia namba yako sikuisave. Hivyo nilikuwa nakupigia kuhakikisha kama namba hii ni yako. Oh, sawa sawa. Kikubwa tuendelee kushirikiana kaka. Sawa. Okay, sawa. Hamna shida. Nitakapofanikiwa kumpata mimi nitatoa taarifa. Nainua macho yangu juu, iona taswira ndoto zako. Alosema mapenzi pesa,
nanitesa, au sababu ya umasikini wangu, alosema mapenzi pesa, nanitesa, au sababu ya ndugu zangu, sawa nimeamini. Bosi, natumai siku yako ya leo iko vizuri zaidi ya jana. Ya, kama jua na hali ya hewa vilivyo vizuri. Na jana nilijaribu kuongea na mdogo wako Miki. Atajaribu kuwauliza rafiki zake wa karibu na yule binti. Huenda wakawa wanafahamu chochote kuhusu yeye. Ni vizuri, lakini ingelikuwa vema kuongozana na Miki mwenyewe kwa sababu ninamtambua mdogo wangu ni mkorofi sana. Sawa, nitafanya hivyo. Lakini samahani bosi. Nadhani ni muda sahihi wa wewe kuelekea katika majukumu yako ya kila siku. Sawa. Wewe enda. Sababu ya emotion ndo ya kwenye nitesa. Emotion. Vipi kuhusu swala la yule kijana? Mbona kama tumelikalia kimya? Ingalia kuwa ni jambo lenye uzito. Huoni kama anaweza kutuzilisha kwenye mikono ya serikali? Hili swala nimefanya makusudi ili kijana atambue kuwa sisi hatuna mpango naye. Hivyo itampelekea yeye kurejea na sisi tutamtia nguvuni. Emotion. Inaonekana mtu unayemwangalia kwenye picha ni mtu ambaye unampenda sana. Mimi pia nina mtu ambaye nampenda, lakini alitoweka. Aliniambia ameenda kwenye majukumu ya kikazi, lakini toka ameondoka hajawahi kupatikana, na nyumbani wanalazimisha kunianzisha kwa mwanaume ambaye mimi sina hisia naye kabisa.
Huyu ambaye namuona hapa ni mdogo wangu mpendwa. Alitoweka kwa changamoto za kimtaa. Yeye pia na mtu ambaye anampenda, na haishi kila siku kumtumia salamu. Anazungumza kuwa anampenda na atarejea kwa ajili yake, lakini cha ajabu salamu hizo huwa zinaishia kwangu. Ni kwamba mtu ambaye anamtumia salamu mimi simfahamu, hivyo najikuta akimtumia salamu huwa zinaishia kwangu na zimfikie mtu husika. Natamani ungekuwa wewe nikakupatia salamu hizi. Mimi na imani watakutana, kama mimi nilivyokuwa na ndoto za kukutana na nipendaye. Okay. Mimi nahitaji kutoka sasa. Nahitaji kuenda ni majukumu yangu ya kila siku. So, kuna mahitaji mengi humu ndani na hisi yatakufaa kwa siku ya leo. Lakini kikubwa tu ni kuzingatia usalama wako. Jitahidi usitoke ndani. Kama kuna chochote ambacho unahitaji, unaweza kidogo kama mvumilivu. Sawa. Bro, unaonekana bado uko sawa. Maana sio kwa hali nilikuwa nayo kipindi unatoka ndani. Au bado una tatizo la kutatiza? Niambie bro. Kwa upande wangu mimi niko vizuri kabisa. Usiondoa shaka. Tunaweza tukaenda sasa. Badis. Muda mfupi unataka kuniambia uko sawa. Sasa mbona unaondoka bila kufunga mlango? Najikuta nakuwa mrefu wa kusahau sana rafiki yangu. Lakini sio kesi. Unaweza kutangulia sasa, mimi tafunga mlango. Wewe. Sasa mimi nahitaji kuondoka. Naacha mlango wazi. Hii ni kwa ajili ya matumizi yako ya nje. Lakini kwa usalama wako, usitoke nje ovyo. Haitaki mtu yote yule akuone.
Nilikwambia nikija kwa wakati mwingine nitakuja kitofauti na sio yule Miki ambao umemzoea. Naongea kwa mara ya mwisho, niambie Chi yuko wapi? Jamani, mimi nishakwambia sijui Chi alipo. Zidi ukiniforce nitajikuta na kudanganya tu. Afu Miki niachie hivyo nishiko na nini? Oh. Unaumia? Basi hivyo hivyo na mimi ndo ninavyoumia kumkosa Chi. Yaani ni heri unidanganye kuliko niambie hujui Chi yuko wapi. Miki. Sometimes akili ni bora kuliko nguvu. Mimi naona natumia nguvu nyingi sana. Hii ina maana gani? Ina maana ninachokifanya hakina maana, sio? Unajua, nguvu haiwezi kumfanya mtu kuongea kweli. Zidi tu utaishia kumzuru. Lakini akili ina nafasi kubwa ya ushindi katika mchezo wote ule. Oh. Kwa hiyo unataka kumaanisha nini? Mimi nawazo. Wazo hili litamfanya aongee bila hata ya kumforce. Ni wazo gani? Nainua macho yangu juu, iona taswira ndoto zako. Alosema mapenzi pesa ananitesa, au sababu ya umasikini wangu, umasikini wangu. Alosema mapenzi pesa ananitesa. Shida nini? Mamdogo kulikotoka taswema. Shida nini hasa mwanangu? Mamdogo, nadhani unamfahamu rafiki yangu Chi. Yeye itajua kuelewana na mwanaume aliyakuwa hajamjinsia. Hivyo akaamua kuchukua maamuzi ya kutoroka kwao. Sasa huyo mwanaume anafanya kazi kufuatilia mimi nimueleze yupo wapi. Mungu wangu. Makubwa. Sasa unafahamu yeye mwenzio alipo huyo Chi mwenyewe? Hapana, mimi sijui Chi alipo. Kwani umemweleza kwa ufahamu chochote kumhusu Chi? Nilimweleza, lakini anachodai ni kwamba Chi ni rafiki yangu mimi. Kwa nini nikawa najua mambo yake? Usijali mwanangu. Na imani ufahamu chochote kumhusu Chi. Usijali. Sasa mimi ngoja niandae, sina cha sana kumko. Alosema mapenzi pesa ananitesa, au sababu ya umasikini wangu, umasikini wangu. Alosema mapenzi pesa ananitesa, au sababu ya ndugu zangu, ndugu zangu. Sio wazo zuri wewe kurudi kwa sasa. Aliyakuwa wanatambua kuwa hauko humu, ingalia kuwa huko humu. Tafadhali usifanye jaribio lolote la kutaka kurudi kwa sasa hivi. Kwa sasa sioni kama wanakutafuta na wala sioni jitihada zozote za wao kuendelea kutafuta. Ila hii ni kwa usalama wako. Jitahidi mdogo wangu. Hiyo namba ulionayo, tafadhali usijaribu kumpa namba hiyo mtu yoyote. Hii namba ni kwa ajili ya mahusiano yangu mimi na wewe. Hiyo ni kwa usalama wako. Kaka, mimi kinachonisumbua na kunisukuma kwamba unilie ni yule mwanamke ambaye nimemwacha huko. Nahisi kabisa sasa hivi
vibaya. Hasa kunifikiria vibaya, hata mimi pia najisikia vibaya pindi taarifa zangu zinaposhindwa kufika kwake kwa muda husika. Unajikuta napata sana matamanio ya kurudi. Pole sana. Ingekuwa vizuri zaidi kama ungenijulisha jina la huyo binti. Pia ukanipatia namba yake na mahali anapoishi. Tafikishia salamu hizo. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Itapendeza sana kama utafanikiwa kumpata. Mwanamke huyo anaishi mtaa huo si mbali, na kwa jina anaitwa Chimpaya. Kaka. Halo? Kaka. Halo? Emotion, 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 emotion. June, nisikize mimi. Yule Vi anafahamu Chi yuko wapi. Sio tunavyoendelea kucheka cheka naye, hatuwezi kupata tunachokihitaji. Ninakusubiri sana. Nimeona nikufuate. Vipi, mmeweza kuwasiliana na simu? Ya, kwa saa simu umemaliza. Unaweza tukaenda sasa. Okay, bye. Lakini baki. Najua ya mambo unaweza kuyachukulia simple sana. Lakini maumivu ya mapenzi anajua mtu ambaye anapenda. Hususan akimkosa yule mtu ambaye anampenda kwa muda mwafaka. Mimi nampenda sana Chi. So namhitaji kwa haraka sana. Juni, fanya kitu tafadhali. Fanya kitu. Yaani mimi naongea kwa hisia na maumivu. Lakini wewe huonyeshi hali yoyote ya kuwa na mimi, si ndio? Basi sawa. Hii kazi zimekushinda, taifanya mwenyewe. Mimi naona wazo zuri ni kumteka mama yake mdogo. Uliniambia kuhusu mdogo wako kutoroka. Lakini hujaniambia sababu iliyomfanya katoroka ni nini? Kani. Muda na eneo si sahihi nimekuelezea kuhusu hiyo issue. Nadhani muda ukifika nitakwambia, wala usiwe na wasiwasi.
walosema mapenzi pesa ananitesa, au sababu ya ndugu zangu. Sawa, nimeamini kweli kikulacho kinguoni mwako. Sawa, nimeamini Bosi, nimeitika wito wako. Uliniita? Goodluck, nimekuita hapa, nilikuwa nahitaji tuzungumzie kuhusiana na ile swala la kutafuta kwa yule kijana. Nalihitaji lisitishwe kwanza. Na hii itamfanya yeye kutambua kuwa sisi hatuna mpango naye tena, hivyo atarejea na sisi tutamtia nguvuni. Sawa bosi, nitafanya kama utakavyo. Lakini bosi, vipi kuhusu kale kaahadi ulikoniahidi juu ya kunipa nafasi kwenye kampuni yako? Goodluck, ahadi kwangu ni deni. Lakini deni hiyo itatimia kipindi ambapo mdogo wangu atafanikiwa kumwoa mdogo wako. Sawa bosi, nitapambana juu ya hilo swala. Sawa. Wow, hatimaye umerudi tena. Nafurahi kuona ukiwa umerudi kwa salama. Mbona uniangalia hivi? Samahani, umeshindaje siku ya leo? Na umepata chakula? Hapana, nilikusubiri tushare chakula. Kwa jina naitwa Badi.
Lakini naomba nikwambie kitu. Kuanzia sasa jisikie kama uko nyumbani. Karibu sana. Asante sana baba. Sijui hata nitakulipa nini kwa msaada wako. Wala hata usijali. Ni jukumu la kila mwanadamu kumsaidia mwenzie. Hivyo jisikie kama uko nyumbani kabisa. Masikini wangu alosema mapenzi pesa ananitesa, au sababu ya ndugu zangu. Kaka, mimi sioni dalili zote za kumpata dada. Lakini kaka, mimi nawaza. Unajua tuende kituo cha polisi tukaripoti, ili tuongeze watu wa kumtafuta. Mimi naona peke yetu hatuwezi kabisa. Kafungue. Kafungue. Sikiliza. Kafungue saa. Kafungue. Ndio ndo mnanoma tu tusikie. Nenda. Je, kuna kitu bado hujafahamu? Chia haitakiwi kwenda polisi. Akienda kwenye mikono ya polisi, atahojiwa, ataulizwa kila kitu kinachoendelea. Lakini mi naona kuna kitu bado hujakifanya. Nikiwa tuende kwa rafiki yake, atakuwa nafahamu kila kitu kinachoendelea. Okay, fungua mlango. Kulikuwa ni vipi? Mbona unaonekana kama huko ulikotoka sio kwema? Nini shida? Mama mdogo. Mama mdogo kafanya nini? Kakupiga? Kakufukuza? Nielezee nikuelewe rafiki yangu. Kuna watu leo wamekuja nyumbani na kumchukua mama mdogo. Na inavyoonekana ni mama mdogo kwamba ametekwa. Lakini mimi na wasiwasi na Miki. Kwani
Nyie mnafahamiana? Na wewe Miki ndo nani? Wewe kwa nini umekimbilia ndani kwangu sasa? Nadhani umeelewa sasa nini nilikuwa namaanisha. Haya yote sababu ni wewe. Isingekuwa wewe haya yasingetokea. Nadhani mimi ndo mlengo. Sina budi kujipeleka mwenyewe ili mdogo wako wa salama. Bado huyu tunayemzungumzia hapa ndio yule mwanaume ambaye alihitaji kunioa, lakini mimi sina hisia naye kabisa. Sikia, mimi naona hamna haja ya kujipeleka. Yes, ametumia nguvu. Sasa acha si tutumie akili. Najua cha kufanya. Emotion. Kaka binti mwenyewe ndio huyo hapo. Mama yake mdogo na rafiki wa mpenzi wangu. Msokee hapo wewe. Hivyo unajipenda wewe? Okay, wapigie watu wa transfer service tujue kama kasafiri au la. Habari. Kwa majina naitwa Miki. Habari, unaongea na mtu wa transfer service. Karibu na kusaidia. Sawa. Kuna binti amepotea anaitwa Chempai. Kwa mujibu wa wafuatiliaji wamesema kwamba amesafiri. So then napiga simu ili nijue amesafiri kuelekea wapi. Ndio. Kwa mujibu wa listi ya wasafiri anaonekana Chempai amesafiri, lakini mpaka sasa hatujafahamu wapi kaenda kwa sababu alikata tiketi lakini gari aliyopanda tofauti na tiketi aliyokata. Hivyo tumeshindwa kufahamu hapo alipo. Naomba nikusaidie kitu kingine. Nashindwa kutambua chaguzi lako, nikusaidie habari gani? Sasa tunaomba kipindi kingine uweze kushiriki na sisi transfer service inapotokea shida yoyote.
Kaka, Chimpai ametoweka, hayumo humu mjini tena. Wewe binti wewe, unaipenda nafsi yako? Unaipenda nafsi yako? Toka hapa, toka nje. Nainua macho yangu juu, iona taswira ndoto zako. Alosema mapenzi pesa ananitesa, au sababu ya umasikini wangu, umasikini wangu. Alosema mapenzi pesa ananitesa, au sababu ya ndugu zangu, ndugu zangu. Sawa, nimeamini walikikulacho kinguoni mwako. Sawa, nimeamini, nimeamini, sababu ya emotion, 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 ndo ya kwenye nitesa. Emotion, 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 ndo ya kwenye nitesa. Sawa, nimeamini, nimeamini. Mbona umerudi mapema leo? Sio kawaida. Siku ya leo ilikuwa special sana kwa ajili ya Vijat, lakini pia wewe Chi, ni siku nzuri ambayo ilikuwa imepangwa mimi kuwapatia uhuru. Unamaanisha nini kusema hivi? Asante sana Bad, na nashukuru sana kwa sababu mamdogo wangu amerudi nyumbani akiwa salama kama ulivyoniahidi. Bad, umewezaje na umefanya nini hasa? Niliahidi kukusaidia na nimefanya hivyo sasa Vijat, lakini sio kwako tu, hata kwako Chi. Kisha ni kwamba kwanzia sasa mko huru kabisa, hamna mtu yoyote yule atakayewafuatilia. Kikubwa kwako Chi, hakikisha hamna mtu yoyote yule anayekuona.
Bosi, mwanamke mwenyewe ndo huyu anayetarajiwa kufanya kazi za humu ndani. Oh, binti karibu. Kikubwa fanya kazi yako kwa umakini. Na chochote utakachokiona humu ndani kiache kama kilivyo. Unaitwa nani binti? Mimi naitwa Mariam. Lakini pia ni kuahidi kuifanya kazi yangu vizuri zaidi ulivyokuwa unategemea kama nitapata nafasi. Okay, vizuri. Kipi kilichokuvutia wewe kuja kufanya hizi kazi za ndani? Hii ni kazi ambayo nimeizoea, lakini pia ni kazi ambayo naipenda. Hivyo nimeifanya kwa kipindi kirefu sana. Miki mdogo wangu, mara kadhaa umekuwa ukidai nikuletee mfanyakazi wa ndani. Tayari amesha atendi, nadhani unamuona. Vipi, anafaa? Kaka, mimi sijawahi kupinga. Kama kwa upande wako umeona nafaa, basi na mimi ni hivyo hivyo. Au unasemaje Juni? Ni sawa kabisa Miki. Okay, sawa. Hebu mwelekeze chumba chake kilipo akapumzike. Bosi, kwa mimi sijalizishwa na kitendo cha kuja huyu binti humu ndani. Yapaswa kuwa naye makini, maana tunaweza tukawa tumemkaribisha mdudu humu ndani. Mimi na akili timamu. Kumleta huyu binti humu ndani nina kusudi. Endapo atakuwa kama anavyohitaji, itabidi Miki amuoe. Kaka, kwa rafiki yake dada ndo pale. Basi tunakwenda kupata majibu sahihi pale.
Najua una chaguo la kwenda kwa rafiki yake wa karibu na Chi, lakini nikuweke tu wazi, kweli ni kwamba Shia yupo kasafiri. Kwa hiyo biashara yangu mimi na wewe kuanzia sasa imeishia hapa. Nainua macho yangu juu, naiona taswira ndoto zako. Alosema mapenzi pesa ananitesa, au sababu ya umasikini wangu, umasikini wangu. Alosema mapenzi pesa ananitesa, au sababu ya ndugu zangu, ndugu zangu. Sawa, nimeamini walikikulacho kinguoni mwako. Sawa, nimeamini, nimeamini, sababu ya emotion, emotion, emotion ndo ya kwenye nitesa. Emotion, emotion, emotion ndo ya kwenye nitesa. Sawa, nimeamini, nimeamini, sawa, nimeamini. Inaonekana unahitaji msaada. Naweza kukusaidia? Sometime unaweza kuhitaji msaada hata kwa mtu usiyefahamu. Samahani, naomba nikusaidie. Ningependa uwe rafiki yangu. Japo ukihitaji msaada kutoka kwangu. Jina langu naitwa Kani. Sijui mwenzangu naitwa nani. Mimi naitwa Vijat.
Inua macho yangu juu, iona taswira ndoto zako. Alosema mapenzi pesa ananitesa, au sababu ya umasikini wangu, umasikini wangu. Alosema mapenzi pesa ananitesa. Sawa, nitaifanya hii kazi kwa uharaka sana, na pia nashukuru sana kwa kunipatia hii nafasi. Nitaitendea haki. Emotion.